wangu kidogo wako very restrictive. So wazazi ndio walio kuondoa pale nyumbani. Hapo maliza advance, watu niliosoma nao wanaelewa niliacha shule. Umeshindwa kile kitu ambacho tulitaka, so inabidi uchape hapa nyumbani tusikuone, unajua. Yo, it's the Vibe Podcast, and then this is episode 2. It was a long journey to be here, man. My brother, big time, my brother. And this is Dr. Brain. Oi, mimi naitwa Public Figure, niko hapa kurepresent wanangu wale kama kawaida. Sikia, achana na kule kwenye mambo ya redio. Hapa sasa hivi niko na mwanangu kabisa. Sema before anything, tumepitia kamchakato kidogo. Sio mbaya Wanyamwezi tukajipongeza. Katika njia yoyote lazima upitie mchakato. Mwanangu. Sio kidogo, yani kwa heshima. Lakini unajua bali nakuwa hapa, we have a favorite guest, the live streamer, the Ashu Speed of Tanzania, Morant on the Vibe Podcast. Okay, the Vibe Podcast. Alafu sasa kitu cha kwanza hata kabla sijitambulisha. Ilifika hatua watu wananiambia Ashu Speed nikienda Ume TV wapi wewe unafanana na Ashu Speed, kabidi nikanyoe nywele kwanza. Acha. Kwa sababu kila mtu anafanana na Ashu Speed. Kwa sababu ya kutoa nywele zako ni kwa sababu ya ilisababishwa sana kwamba jamaa anafanana sana na Ashu Speed, watu ambao nipo nao karibu, na nikasema no, kuja nikashave. Kwa nikashave nikakata nywele. Sasa hapo si ndo atakwambia nafanana na Pacome. Sasa hivi kama hivyo yani tunaenda kama hivi sasa hivi Pacome. Lakini bado still hata nikienda kwenye Omegle kule na nini zile video nafanya online. Mwanangu unafanana na Speed, mtu simjui, mtu ametoka South Africa. I'm like okay, haina shida. Naona kwenye live stream zako sometimes ni ipi pale ziko 3. Whatever you want my brother, huko kule kati. Nisije nika focus na hii huko kumbe na focus na wewe. Hapana, angalia pale afu tell us who is Morant. This is Morant. Basically wengine wananiita Mbappe. Wewe tutachagua anihitaje. Ninja Mutant. Na ina sababu yake, lakini this is Morant, streamer from Tanzania here. Yep. You can also call me Epta. Unajua maana Epta? What's Epta bro? Epta is like number 7. Kwa nini umechagua hiyo namba bro? Number 7. Maisha yangu au mimi nimekuwa covered na namba 7. Hivyo ni kama unavyoziona, kuanzia birthday, kila kitu, mwezi, kila kitu. Wewe ni mtoto wangapi kwenye familia? Mimi mtoto wa 3. Nikajua wa 7. Nikajua wa 7 nikasema tuko wa 3 tu, ngoja niwapatie hizo 5 cents. Asante. So kwa Epta ni namba 7. Okay. Ili kichokoni namba 7. Niko kuna kama 7 ziko 7 kuanzia birthday, kila kitu, mwezi wa kuzaliwa ziko 7. Story ndefu kidogo. So favorite player yako namba 7 au namba 7? Namba 7 Cristiano na Kylian Mbappe. Okay. Ninja Mutant wenyewe wanamuita Nice brother, tumefurahi sana kuwa na wewe leo. Mimi pia. Ni miongoni pia mwa watu ambao tunaamini tutajifunza vitu vingi sana hapa. Ndio? Binafsi kuna kitu kimoja nataka niwaambie. Au kuna kitu nataka kusema? Wewe ongea. Gari ndo limewaka. Limewaka. Tunaondoka hivyo mzee. Tutaenda kusimama, wanakuita Kigoma mwisho wa reli. So we good to go. Kwenye maisha kuna usaliti sana ndani yake. Ndio? Tunakubaliana kwanza wote. Ndio. So kama kwenye maisha kuna usaliti ndani yake, kuna kitu ambacho mimi kimenitokea recently tu hapa. Ni kuhusiana pia na usaliti. Hapo usaliti mwingi, lakini vijana Gen Z usaliti wao mkubwa ni mapenzi. Kwa umesalitiwa kimapenzi. Na nini? So kwamba eti naona aibu sisi wengine tunasalitiwa na mwinde wengine. Niko na wanangu hapa wananiangalia. Tuambie. Umesalitiwa kivipi? Usaliti huu bwana umekuja kwenye harakati za issue za utafutaji. Kuna mtu mmoja alikuwa ni mtu wangu wa karibu sana. Na alikuwa ni one of my favorite. Unajua baba, mama, familia pale, baada ya familia tu yeye ndo anafanya. Na hakuwa mpenzi wangu, ila alikuwa ni mtu wangu wa karibu. Jinsia jinsi yake wa kike. Asante. Hakuna rafiki wa hivyo. Upo brother. Jenzia hakuna rafiki wa namna hiyo. Huyu dada alikuwa ni rafiki ila sio mpenzi. Niaminini wanangu ninachowaambia. Sawa? He is my best friend. Kama anavyokuambia ndio alikuwa anakuambia sio? Anakutambulisha hivyo. Kinyafu mbona Kinyamwezi wanangu? Amekusaliti kwa upande gani? Neno kusaliti vipi? Yaani usaliti aliouleta ni kwenye issue za utafutaji.
kuna mchakato mmoja tulikuwa tunaupiga na ule mchakato ulikuwa unahitajika uaminifu sana. Ni Mula. Umeona? Wanaita sapamba. Yes. Kanizunguka. Ulikuwa mzigo wa kupiga kama jiwe kadhaa hivi. Yeye kaniwahi kwa tajiri. Sijui unaelewa? Kuna kitu ambacho kaenda kukisema sio kizuri kuhusu mimi kwa tajiri. Rafiki yangu. Kwa ile dili likawa limepeperushwa kama upepo. Ukakuta tu jina lako limefunikwa. Pata pakua hiyo. Unfortunately tu familia yako. Unaona tu status mtu ana flex. Wanakuambia hata aliyemsaliti Yesu alikuwa mwanafunzi wake wa karibu aliyetembea naye kila sehemu, Judas Iscariot. Bro, kwa yule manzi Judas. Hivi Morant nikisema katika kwanza hiki kiti nilichopewa mimi ni kirefu kuliko vyenu, maana naona naelea. Mbona mwanangu uko proper fine? Naelea yani. Mimi na wewe tunaelea wote. Sasa kufanya kuonekana kwamba tuko sawa. Kwa Mnyamwezi kumbe nimefit. Umefit. Thank you guys. Nipeni basi pia kidogo 80. Nipeni basi hata how do I look like? Huu ni mkanda ni tai? Tai bro. Nimeuliza pia tumeingia tu hapa. Tai ya ngozi. Tai ya ngozi mwanangu. Kaambia haina shida. Hapo mwanangu bila makunyanzi. Designer wako nani? Kupa 8. Miss Perfect. Miss Perfect. Unamfahamu? Sijajua. Unamfahamu? Unamfahamu? Itabidi nimfuatilie. Nenda sasa hivi Instagram ukamtafuta Miss Perfect, who is she ndo alonivalisha. Au sio? Umependeza unyama. Mimi nataka compliment sehemu afu mpaka makua. Yaani unajua wanakwambiaje? Tutafungua wanahitaji pata pakua. Ameamua kubadilisha story. Hapo sasa anaweza katusema. Kuna neno unataka kusema? Vile. Mswahili kabisa ni huyo. Huyu ni Mswahili. Huyu atakuwa na yeye msaliti yule manzi, lakini wanangu Morant, by going, wewe ni usaliti gani umewahi kufanyiwa wakati unajitafuta, wakati unaitafuta ile kwamba I need to be a streamer? Yaani kitu gani ambacho huwezi ukasahau kwenye jani yako? Mimi nishafanyia usaliti mkubwa afu nikiwa mdogo bado. Hata ninapokuja kwenye streaming nilikuwa na this mindset like I don't need to trust nobody. So mimi ninavyokuja kuanza kuwa kwamba nahitaji kuweka msingi fulani. Tayari nilikuwa nimeshaifanyia tukio. I think nilikuwa namaliza advance. Mimi ninapomaliza advance watu niliosoma nao wanaelewa. Niliacha shule from out of nowhere. Hakuna mtu aliyewahi kujua. Afu nikawa nimeenda street, sawa? Kwenda street, mimi wazee wangu kidogo wako very restrictive kwamba umeshindwa kile kitu ambacho tulitaka, so inabidi uchape hapa nyumbani tusikuone, unajua. Kwa mimi ilikuwa either ni kwamba so wazazi ndio waliokuondoa pale nyumbani. Yeah, of course. Wenyewe ndio wenye eneo lao, alafu big time. Hivi naomba niulize kitu by the way na kukatisha, lakini is it mtoto akikua anabidi afuate maagizo ya wazazi, afuate kila kitu? Unafikiri akifuata kila kitu ni mafanikio yake yanakokwenda? Kwa tunaanzia miaka mingapi? 18, right? No, alisogeza kwa Tanzania miaka 22. 22. Ndio nakuwa umeshakuwa. Basi inabidi nikikaa chini sasa hivi na mzee mwambie mzee ulizingua big time. Alikutimua wakati muda wako hujaisha, sio? Kwa waliniambiaje wazee kwamba chagua moja. Nauli hizi hapa za kurudi shule, mahitaji yale pale, chagua urudi shule au ufanye mambo yako tu, tusikuone. Mzee bwana mimi naingia kazini, anarudi kila weekend. Kwa mimi nikamwambia nauli zake hizo hapo, vitu vyake, mahitaji yake hayo hapo, kwa mimi ukachimba nyumbani. Kwa nilivyo chimba nikawa kwanza sina sehemu pa kukaa, yani nimeondoka nyumbani vile. Inawezekana mtu akasema kwamba ni ujuaji au ukuaji, lakini mimi niliondoka kwamba watu wengi, wazee wengi wanasema bali nahitaji kufuata ninacho kiamini mimi. So niliondoka nikaenda kupambana mtaani kama siku 4 hivi, nimekosa pa kulala yani kabisa. Kulala pakula. Ulikuwa unakaa wapi by the way yani? By the way mamangu yupo Makambako, sehemu moja inaitwa Makambako. Hiyo Iringa fulani hivi huko Makete. Njombe kama Njombe, right? So mamangu anakaa, kwa hiyo nilikuwa nipo kwa mama pale shule. Kwa hiyo mwanangu nimeondoka nyumbani. Hapo tunakuja kwenye point yako usaliti au uone hicho kitu hapo. Kwa hiyo nilivyoondoka nyumbani, mimi sister yangu, familia yangu, kwa nikapigia sister yangu nikamwelekeza situation scenario ilivyo. Kwa hiyo sister yangu akanipa hela fulani kwamba usije ukapata trauma fulani ukapotea kabisa. Kwa hiyo chukua hiki kiasi kitakusaidia. So mimi nikaenda kupanga. Ile hela nilipopewa nikaenda kupanga. Hapo inabidi nikapange, alafu I was doing savings, right? So nikachukua ile hela saving nikaenda kujilipia shule. Kwa hiyo nilimaliza shule, mamangu mwenyewe amekuja kuwa surprise nimemalizaje shule, na shule nilikataa. Hiyo ni form 6 au? Form 6 bro. Mimi nimeacha shule, watu wanajua nishaacha shule, nimekuwa muone anakuja kunikuta university ni IT. Oya vipi?
Ilikuwaje? Wewe endelea kukimbiza. Ukifuata maisha yangu basi safari yako itaharibika. Kwa hiyo nilipoenda kupanga pale familia yangu, nikanunua mazaga, afu kuna mshikaji ambaye kinamna fulani alinisupport. Usimwamini mtu. Yeye ndo kanisupport, kanionyesha mdogo wangu njia kutafutia hela ile pale unavyoendelea kufanyaje? Harakati zako. So baada nimenunua vitu, geto limeshajaa na nyama kibao. Jamaa akamleta mke wake pale na mimi yani kwamba naambia haina shida wewe kama brother yangu, ukiamua unakuja unapoa hapa. Wewe ndo umenisupport. Narudi saa 5 nimetoka PlayStation sehemu narudi. Kuna kama sielewi mlango wa kwangu afu limefungiwa. Kufungua jamaa anatoka nje ananiambia kuna 1 2 3. Wewe tafuta pa kukaa. Hayo mazoezi mimi ndo sijawahi kuelewa. Haina noma. Kesho mimi nitarudi, haina noma. Nikaondoka sehemu fulani, nikampigia mwanangu hata kwao sipajui, najua tu mama yake yuko easy. Mwanangu vipi naweza nikaja kulala hapo? Haina noma. Nikalala. Kesho mitikasi nimeingia kipindi, nimerudi mtaani. Kuja pale mshikaji ananiambia mwanangu vitu vyako nimekuwekea hapo, utachimba. Kaniwekea viatu, nguo, kila kitu. Nilikuwa na PlayStation. Akatoa kila kitu chako ndani kwenye nyumba ambayo ulikuwa umepanga wewe. Achana na vitu vya muhimu, kulikuwa kuna kitanda, kuna nini. Sio kwamba story na kupatia story tu. Hapana, yani true story. Kwa nilikuwa bado mdogo, afu nikakutana na trauma hiyo. So ikabidi tena nimrudie sister yangu, maana muda huo nahitaji tena niongezee kama 50,000. Imekuaje? Naambia naenda kupanga sehemu nyingine. Hapa amezingua. Nikamwambia hiyo story ndefu. Kama unasaidia 50,000 nisaidie. Kwa mimi toka pale sijaamini mtu, na sijai kuwa nataka ubia na watu kutoka pale. Hivyo nafikiri kama sina tatafuta mwenyewe pale. Yaani ndio toka pale from there mpaka sasa hivi maisha yangu yanaisha. Kwa hiyo mimi nimekuja naanza streaming. Sina mentality ya kwamba namtegemea mtu fulani nisaidie. Bro, mimi naanza kufanya streaming wakati huo inabidi nipange pia hapa Dar. Right? Inabidi nikanunue kompyuta milioni 1. Hivi streaming umeanza ukiwa NIT au ukiwa nani? Ukiwa ushamaliza? Baada ya chuo mimi sijamaliza, niliacha pia chuo. Harakati mtiti mzazi. Nilipostpone pia. Unajua tunabidi tukuweke kwenye historia ya kina nani? Ya kina nani? Jeff Bezos. Sasa nachokuja kukwambia. Wanaoelewa watacomment, wanangu wanaoelewa. Mimi sio kawaida. Kwa ndo maana nikakwambiaje mimi niliacha kusoma vitabu, nimesoma vitabu karibu 4 tofauti. Unasoma vitabu pia? Sisomi vitabu kabisa. Kwa nini? Niliacha kusoma vitabu kwa sababu nasoma hata nikisoma peji 6 za hicho kitabu zinaniongelea mimi. Kwa sababu hata university nilikuwa mwaka wa 2 nikapostpone, nikapata kazi sehemu, nikapata. Bro, mwaka wa 2 ukaacha chuo? Nikaacha chuo. Course ilikuwa ni shipping ya import logistics. Maana si NIT pale. Nilikuwa napiga bandari mjomba wangu. Mwaka mwanangu kwanza goda, mnivutie chuma. Sasa ningekuwa sasa hivi naamka saa 7 saa 8, ningekuwa naamka saa 1, si unajua. Kazi. Kweli. Fanya unachokipenda. Kwa hiyo naamini nipo kwenye njia sahihi. Hivi unaamini kwamba vijana wengi tunafanya vitu ambavyo hatuvipendi ni kwa sababu tupo kwa kufuata ndoto za wazazi wetu? Mimi pia ningefuata ndoto za mzee wangu, manake probably na ndoto za mama yangu probably ningekuwa. Hivi unafikiri hiyo inatuathiri vipi kwa kiasi kikubwa? Mimi kwanza sijawahi kufuata ndoto ya baba la mama. You feel me? Yani mimi mama yangu au baba yangu hajawahi eti public fanya hivi na hivi. Wewe daktari, kwa sababu mimi mwenyewe kwanza pia shout out to my father, Mnyamwezi. Yani kwanza hiyo time mwenyewe bana vipi mzima fresh au si basi baridi. Kala kushoto hiyo. Acha bana. You feel me? No, sasa ndo nakwambia unajua kuna wale wazazi wengine. Yes, kwamba ana invest in you. Anakupa hela, yeye anaamini kwamba kila kitu anachoweza kukupa wewe ni elimu. Na elimu ni ya muhimu, hatuikatai. Yes. Lakini unajua kuna ndoto. Ukiangalia maisha ya saizi, it's all about your talent. Your talent is what will give you money. Kama umefuatilia. Kama wewe talanta tunaita kwa neno jingine tunaita wito. Umeelewa? Wewe una wito gani? Bro, you are a streamer. That's where you fit. Yani wewe hatuwezi tukakutoa tukakurudisha darasani tukasema bana soma mambo ya banking and coding. Inakuwa uongo. Uongo. Ukiniambia mimi leo hii unitoe hapa. Sawa, ndo nakwambia. Ukiniambia mimi unitoe hapa nikajifunze mambo ya finance sijui na nini. Wanakuwa wameshakupoteza tayari. Mambo yanakuwa mengi. Mimi hizi ndo shughuli zangu. Kabla hujaja kwangu. Hizi ndo shughuli ninazoziweza. Unakifanya hicho kitu unajisikia vizuri, si ndio? Sasa imagine kuna watu anatamani kuwa hapo, afanye hicho kitu aonekane kwa sababu ni sehemu anapoona yuko pale pana potential. Confident na ni potential iko pale, lakini mzazi anamwambia no, don't do that. Wazazi pia hatuwalaumu pia sometimes kwa maadili yetu ya Kiafrika tunakuwa kama tunawakosea heshima, si ndio? Lakini kuna asilimia kadhaa pia inakuwaga ni miayusho, naweza kusema hivyo. Kwa sababu gani? Tunawaaminisha sana vijana wetu kwamba education is the key.
Sindi key to the success. Lakini maisha yamebadilika brother. 100%. Real different. And sometimes we need to be real. Kwa unafikiri kwamba malezi ya Kiafrika bado yanatuangusha? Turudisha sana, so kutuangusha. Yaani anatuangusha na anaturudisha nyuma. Mimi nakwambia hivi kwa sababu tuna mifano. Si unaelewa? Brian, wewe kuna kitu ambacho ulikuwa unapenda, naamini. Hivyo nikwambie kitu. Hivyo unajua mimi kabla ya kuwa huku nilibidi niwe bwana we nanyi. I was a seminarian by that time. Sasa hivi utakiwa paroko bro. Mimi rafiki yangu mmoja ni brother, wengine Was you happy with it? I was happy with that thing bro. Lakini kuna vitu vilikuja nikasema twistika. No, hapa bana uko mbele nitahitaji watoto. Unaona sasa? Kwa maana hiyo kuna wakati inabidi ufike, si ndio? Wazazi wetu wa Kiafrika wawe ni wazazi ambao waelewa, waachane na perception za kuamini. Unajua hamna kitu kibaya kama mtu aliamini kitu kuto kumuaminisha kile kitu alichoamini. Nilikwambia Mswahili unaanza kutupa maneno, umesikia hapo alivyokupiga iko kitu. Umeelewa? Leo hii ni ngumu mimi kuja kumwambia Morant aje kuwa mtangazaji wakati ashaamini yeye ni live streamer. Si unaelewa? Ni content creator. The same as wazazi wetu wengi wa Kiafrika. Hapa naomba niwe very real manangu. Kwa sababu tuna vijana wengi huko maskani tunaumia. Mshikaji ni daktari ana masters mwanangu. Tuko naye maskani. Public una buku. Si unaelewa? Zile issues zinatukata. Lakini jamani daktari. Hivi wewe mara kwanza unaona like you are streaming, you are going. Familia yako ilipokeaje ile swala? Familia yangu kwanza ni Wanyamwezi kwa upande fulani. Hivi hizo familia Unyamwezi, yani unajua kuna ile mtu anakuambia mimi kwetu Akishua, mimi kwetu mimi baba Mnyamwezi, mimi baba Mhoko wanangu. Au yani inakuwaje? Ni kwamba mzazi anakuwa anaelewa kwamba unahitaji nini. Kwamba let's say mimi nilikuwa na mtihani shule. Nitakiwa nikafanye mtihani miwili, lakini nikamwomba mamangu, nilikuwa mdogo. Mama na shida na PlayStation 2 inatoka. Kwa mamangu akawa anashindwa kusafiri, akanipatia hela, akanikatia tiketi kwamba nenda kanunue alafu urudi. Kwa nimerudi pale nimekosa mtihani mmoja tayari. Sio, unanielewa? Kwa mimi naweza nikasema mamangu hajai PlayStation 2 inatoka. Inatoka tu vile. Mimi naambia unaambiwa wakati Diamond anajitafuta saa wanamwambia nenda shule. Hapo kumbuka sasa nakwambiaje mamangu si Mnyamwezi. Mamangu sio kwamba ana hela, mdau anafanya hizi kazi za mama zetu unazowajua. Ndogo hizi unazowajua. Lakini anakwambia lazima upate PS2. Haina shida. Ila kuna watu mwanangu ni Wakishua, umeelewa vizuri, anaweza kaomba hiyo PS2 na spare. Ndio maana nasema mamangu ananisupport ninachofanya pia. Hajai kuwa kikwazo. Na yuko happy kabisa kwa kila kitu. Si ndio? Hajai kuwa kikwazo. Kwa pia sometimes tunarudi pale kwenye point. Sawa. Pia sometimes kuna neno ambalo tunaweza tukatumia lakini tukaonekana pia mawaki. Film kwamba vijana mbona mawaki? Wanawaambiaje wazazi wa Kiafrika wasaliti? Hatushauri wazazi nini cha kufanya. Tunajaribu kuzungumza. Mimi mwenyewe nitakuja kuwa baba. Unaelewa? Wewe pia utakuja kuwa mshua. Unajua hizi familia za kijenzi zitakuwa hatari hizi. Ile unajua ile wanawaambiaje? Familia nendeni mkaete wazazi. Leteni wazazi shule. Unajua mzazi anakuja shule public kama hivi. Amekula dola. Anafika kwanza pale, master yuko wapi? Vipi? Mbona mnatuita mna? Master yenyewe namuuliza bwana master, wewe ni muda huu. Sasa hivi vikao vya nini master? Kikao 2:30 saa 3. Kama vipi mimi naondoka tu. Kwa umeona ndugu zangu. So mimi ambacho natamani pia tujaribu kutoa kwenye hizo mentality za tuna mentality ambazo za kuaminishwa sana, ambazo so mentality nzuri ndo zinapelekea usaliti mkubwa kwenye maisha ya kila siku. Naamini ushasalitiwa. Nishakuelezea hapa. Umeshanielezea kuhusiana na familia nini sometimes. I'm 100% pia kwa upande wako. Bro, ngoja nikupe story moja mimi ya usaliti. Usaliti wangu mimi ni wa kijinga kidogo wakati nakuwa. I'm telling you that I was a seminarian by the way. Kwa kuna siku mwanangu, si unajua ile mpo boys, si unaelewa. Sasa kuna zile show off lazima ufanye na nini. By that time tulikuwa tumeenda uwanjani. Sasa kulikuwa na shule ya girls karibu. Tupatia na sasa kuitaja shule hapa hawajanilipa. Tusape endorsement. By the way, hauwezi kutangaza ni shule ya kanisa. Ndio. Kwa hiyo mwanangu nimeenda naye pale mwanangu akanishauri, mwanangu tuibuke kule watoto wajaja uwanjani. Unajua walivyokuwa wakija uwanjani ile unajua ile mtapiga mpira mzee, mtapiga mpira. Kwanza sio nakaa pembeni hivi. Si umeelewa vizuri? Tuibuke bana kule. Sasa kipindi hicho mimi I'm into it, lakini bana
watoto unajua ukiwa unakuwa mwanangu baadaye unasema we si unaelewa. Level gani hiyo ya shule hapo muda huo? Hiyo tulikuwa form 3 bro. Form 3 brother, wewe uko low hivyo? Sikia bana. Form 3 yani by the way yani kwamba tushaanza haya mambo lakini sasa unajua uko boyzini huwezi kaonyesha. Chukua hizi hapa mwanangu. Nikajua mwanangu form 3 bado. Sasa ile si unajua mpo boyzini. Alafu mtu anakuambia vile lazima uonyeshe umwamba tuondoke. Umeelewa? Sasa tumeenda kulikuwa na madarasa fulani. Si umeelewa? Madarasa huo ndo usaiti wangu wa mara ya kwanza. Tumekaa hivi kwa mwanangu akaniambia, "Jesa sikia. Wewe kuna madem fulani wako mwisho pale. Kadili nao. Alafu mimi nitadili nao." Tukagawana. Mimi nikaenda pale. Story nyingi. So unajua hapo unaingiza Biblia, unaingiza wapi watoto wanakaa. So unajua afu kipindi kile title ni seminarian. Bro, wewe seminari au girls sio seminari? Sio seminari ni wapo tu. Si unaelewa? Kwa tumekaa pale mwanangu, to make the story short, akaja mlinzi. Mlinzi alishangaa, mbona kuna watoto wanakimbilia madarasa ya kule? Kuna nini kule? Kumbe Wanyamwezi tuko pale, watoto wanakuja wanaleta barua zao, tunabidi tuzipeleke pia nyingine kwa wauni, si unaelewa? Alafu na sisi tunapiga michongo yetu pale. Si umeelewa? Akatokea mlinzi upande nilipokuwa mimi. Mlinzi anafika pale. Asa kumbe mshikaji wangu ashamuona kitambo. Ile kona anatokea mimi ndo nipo karibu, yule alikuwa anageuka sio akamuona, akachomoka. Sasa anachomoka pembeni yangu mimi nilipokuwa kuko na shimo kubwa kinoma. Kwa mimi hata nikimbie vipi inabidi nidumukie iza kwenye shimo au nilizunguke shimo ndo nimkimbie mlinzi. Mlinzi anakuja, "Oa njoo," ameshika lungu, bomba la dude. Akilirusha umeisha mwanangu. Alafu mwanangu sasa yuko mbele ananiambia, "Oa mlinzi wa ala." Nilijisikia vibaya pale nakamatwa kwanza nasema naongea nini? Usaliti huo tayari. Huu ni usaliti bro. Usaliti way back, usaliti. Hicho kitu kinakuja kuisha. Nitoa buku 5 mwanangu kwa mlinzi, washika hii hapa mwanangu. Ficha hii afu tumalize mwanangu. Wanangu, yani kiukweli kwanza kabisa inabidi hapa kuna kitu kimoja tukiweke sawa. Hivi mnadhani haya maisha tunayoishi sasa hivi, si ndio? Kwa nini issue imekuwa popular sana? Ipi? Hii issue ya kusalitiana. People don't trust others nowadays. Yani mnadhani kwa namna hii ya maisha tunayoishi ni kweli tutafikia tunapotaka? Kwa sababu sasa Morant amesema aamini mtu kutokana na kitu ambacho alishafanyiwa nyuma, si ndio? So nyinyi mnadhani tutafika kweli tunapotaka kwa hii style? Hivi Morant live streaming it needs people. Tumeona Aisha Speed alivyokuja na cameraman na nini. Hauamini mtu yoyote. How will you I mean basi niliweke sawa na level za kuamini watu. Okay. Na level za kuamini watu. Kama nisingekuamini nisingekuja pia sehemu hii. Mimi nashukuru upo hapa. Umeshaona? Kuna level nazo tayari za kuamini watu. Asiwezi nikasema namwamini yule mwanangu. No, na level za kuamini. Leo umenikumbusha mbali sana. Usiamini watu lakini point ni pale pale, usiamini watu. Trust no one. Usiamini watu. Basi watu wapo kwa ajili ya kuangusha watu kuna huo ugonjwa wa kuamini watu. Nimekumbuka story moja recently hapa, nimekutana na mtu ananiambia bro, personally naweza nikamwamini mtu ambaye sijaimuona hata kwa simu hivi nikamwamini kuliko mtu ambaye nimeshamuona kidogo anakuwa na mashaka sababu ameshaniona pia. Kwa sababu yeye kishaniona kuna vitu anaweza akawa amehisi ila hana uhakika, kwa hivyo vinaweza vikampelekea kunifanyia usaliti. Na usaliti upo sana kwenye hicho unachokifanya. Kisha watu ambao kisha kuwa tayari ukiwapa nafasi kwamba they are family, then ndo usaliti ulipo. Mtu ni rahisi sana kukusaliti akiwa anakujua. Anakujua, of course. Hata watu ukisikiliza stories za watu ambao waliwahi fanikiwa kwa kushikwa mikono na watu walishikwa na watu wasiowajua at the first place. Ndio maana that's true, hata Bongo tumeona. So watu ambao wameshafahamiana nao wamekaa nao kwenye siko ndo wakamsaidia. Kwa nini sasa yani hiyo story inakuwa hivyo? Hata maandiko ni kitu ambacho kinaniumiza sana akili. Hata maandiko yanaelezea since way back. Watu kuna jamaa anaitwa story yake maarufu sana, alisalitiwa na Delila yule jamaa. Samson. Yule ndio mbaya alifeli. No, so feli. Anaitwa Yusufu pia. Soma story ya Yusufu. Ambaye alikataka achana na yule, aliuzwa na kaka zake. Kaka zake watoto wamezaliwa watoto 12. Mwana kwa sijui mfalme wa Misri. Kwa watu ambao tayari ukishasema this is my family, ndio usaliti upo hapa kwenye this pyramid familia. So you think kwamba Gen Z families to be made in the future, it's like a lie.
ni uongo tunafanya. Kwa katika yani kuna ile najaribu kuiweka kimana namna hii kwamba wakati huu sana sawa, we try to make families with people. Tunakutana na watu, tunajenga. Maki saizi unajua connecting ni kitu ambacho ndio. Lakini ule connection ambao tunaitengeneza in terms of family, watu kutujua sana. Fanya connection lakini bado still una levels pia. Of course. Waweke watu katika makundi fulani. Makundi wagawe, Moranti ana fit pale, yule ana fit pale. Yule ana fit pale, nikiwa na shida fulani nitampigia public, nikiwa na shida fulani. Wa divide watu hivyo, so kwamba tukila sio kila mtu yani unamuingia. Hapana, haifai. Hii kujuana hii mbaya. Mimi kuna mtu kataka kunitia mwizi bro. Si unaelewa? Sure. Yani ni mtu ambaye simfahamu. Obvious tulikutana sehemu bana bro, 1 2 3 we can do this and this and this. I had my project. Nikaona ngoja ni share kwa sababu ni mtu ambaye naona anaweza kawa sahihi kwa mbele. Baada ya siku akaja akafanya kitu ambacho kilikuwa kinahusisha fedha ndani yake bro. I took it like, kwa nini umefanya hivi bila kunitaarifu? Umeelewa vizuri? Alichukua pesa yako ama? No, yani like unanipa ya kwako lakini mimi sijakuruhusu nipatie. Lakini nimekupa nyenzo zangu mimi za kupokea pesa. Si umeelewa? Lakini mimi sijataka kupokea pesa yako, lakini wewe umeituma bila kuniambia. By that time unatuma kwenye account zangu ambazo they are not working by that time. Na mimi nilikupa kwa maana na kuonyesha kwamba hii situmii kwa sababu sihitaji wewe unitumie pesa yako kwa sababu sina shida nayo. Si umeelewa? Kelele zilikuja hapo, nikataka kuitoa mwizi kwa. Ilikuwa like a business. It wasn't a business bro. Yani ni mtu like Molant tumejuana juzi. Yep. Si umeelewa? Nikaona Molant you have a vision. Kuna sehemu unakuwa. Na mimi acha ni force niwe na Molant. Okay. Asa katika ule uzoefu mimi namjua public. Si umeelewa? Lakini ukaribu wangu na public sijui kwa nini nikaja nikakuamini wewe nikakutumia kitu changu cha thamani. Umeelewa vizuri? Ni kama yani si nikuelezeje hivyo yani. Mimi nishakuelewa kwamba yani ni mtu ambaye mmefahamiana kwa muda mfupi and then katika kufahamiana kwao kukahusisha pesa. Si ndio? Pesa, unajua pesa ndio wewe inaleta usaliti mkubwa sana. Yuda Iskariote anamsaliti Yesu kwa sababu ya pesa. Bro, mbele ya pesa unaweza ukatuacha pia. Yuda ndio yule mboya ambaye aliambiwa huyu naye ni mwanafunzi wa Bwana. Hapana, huyo Petro. Huyo Petro babu. Yule mshikaji unajua ilianza vipi? Wewe imagine hapa. Ukisoma Biblia unajua ni akaona sio kesi bwana. Mungu msikosha. Nitaomba msamaha. Alikosha nini? Namna alivyomkataa. Yaani mimi. Wesikia ile story unajua inaanza vipi? Yuda Iskariote watu wamekaa mezani la sapa, hiyo mzee anawaambiaje? Hapa leo kuna mtu atanisaliti. Si umeelewa? Alafu unapointiwa wewe public leo utanikataa. Sio saa aliwapoint. Wewe check movie inavyoenda. Sasa hapa tunaiongea kijenzi. Not we are into the Bible but kijenzi zaidi ili tueleweke. It's a vibe podcast bro. Umeelewa? Hapa wanangu hapa kuna mtu leo atanisaliti. Watu akasimama. Petro unajua alikuwa ni mwamba lakini anapenda kujipelea yani niwe karibu na Yesu. Unaelewa ile? Akasema bwana of which alipata mashavu pia. Unajua kujipendekeza pia kunasaidia. Wewe unajitafuta katika maisha, jipendekeze. Kuna sehemu jipendekeze. Unapoona kuna potential jipendekeze pale. Wenda maisha yako yako pale. You never know bro. Umeona kaona Petro alikuwa anafanya hivyo kwamba acha nijipendekeze kwa Yesu. Awe recognized. Mitume 12 mzadi ulicognize, unajua ni kazi. Kuna wakina Yakobo, kuna wakina watu waongei sana, watu wasemi sana. Kwa hiyo mwanangu Yuda akasema ni nani yeye atakaye kusaliti Bwana? Mbona sisi tuko na wewe, hatuna shida. Akasema na atakaye chovya na mimi kwenye kikombe hichi atanisaliti usiku wa leo. Yuda hana aibu, unajua tuko wote afu akachovya mzee. Waone wase kwa Bwana ni huyu. Ndio huyu atanisaliti. Yuda akaona msinichezee, akachimba bwana. Nyamwezi akajikataa. Akaenda kule wauni wakamwambia baba mzee sikia. Wewe shida sapampa, unatembea na huyo mshikaji, hamjai kufanya chochote, hamjai kufika popote, sikia. Vipande 30 hivi hapa ituonyesha. Unajua Yesu, unajua kwa nini Yuda alimbusu Yesu? Ni kwa sababu Yesu wanavodai kwenye Biblia alikuwa anafanana sana na nani yule? Kuna mtume alikuwa anampenda sana pale, alikuwa anaitwa Yakobo if I'm not mistaken. Wanaweza wakanikosoa wale wanaojua Bible. Alikuwa anafanana naye sana. Kwa wale walikuwa wanashindwa kumrecognize, wale walikuwa wanamshtaki Yesu. Kuna Mafarisayo walikuwa wanatembea nao sana, lakini kuna wale ambao walikuwa wanaenda kumshtaki walikuwa juu, yani wanashindwa kuwafananisha, kuwatofautisha. Kwa hiyo yule akamwambia mimi nitakaye mbusu ndo yeye. Si unaelewa?
hilo yani kwanza unapewa busu unasalitiwa. Hivi umewahi kusalitiwa kwenye mapenzi? Familia hapo, mambo ya familia yangu. Umeona? Pia nakuaga sometime ni uwaki pia. Lakini kitu ambacho bado huwa kinanifanya pia na maswali mengi ni kwamba sijasoma sana Biblia ila naielewa. Ni kwamba ili Yesu akamilisha alichokuwa anakihitaji ilikuwa ni lazima Yuda amsaliti. Kwa hiyo ni ulikuwa mpango wa Mungu. Mpango wa Mungu. Kwa hiyo Yuda tunamweka wapi? Ni msaliti kishetani au ni msaliti kwa Mungu? Hiyo kitu huwa inawazisha, lakini sasa unajua hata Yesu mwenyewe Ijumaa Kuu kwa Kristo wanasema kwamba Yesu kuna maneno alisema, Bwana, wakati ameenda na Petro kusali akamwambia bana kesheni na mimi, alimwambia Bwana, niepushe na kikombe hichi, lakini kama ni neno lako litimie, niepushe na kikombe hiki. Si ndio? Anatuacha mimi na hapo sikia wazazi. Mnanitupa afeni, mnaniacha mbali. Au sio? Sema tunaachwa. Yaani ibaki hivi. Lakini kwa swali lako ulivyolisema, nadhani kuna watu watatusaidia pia. Watatusaidia ibaki kwa yule mboy alijiresi na baada ya kujiresi pia alijiresi, ulikuwa ni mpango wa Mungu. Ulikuwa ni mpango wa Mungu. Jambo yani ile maandiko yatimie lazima. Lakini waliosalitiwa akina nikurudishe nyuma, umemsema Samson bro. Hivi unajua yule mboy naye alijiresi. Ile sio kuzingua mwanangu, unajua kuna nowadays kuna relationship things. Si ndio? Watu wana wapenzi. Unajua mtu kishakuwa naye umeishi naye unamwamini to that extent. Ndio Samson alivyokuwa anamwamini Delila. Maana aliamini kabisa huyu ni wa ubavu wangu, ni yetu. Kama Bwana amenituma mimi, huyu nimetuma naye. Wewe hujawahi kumwamini mpenzi wako? Wewe una mpenzi wewe? Au upo single? Public. Unaulizwa. Mimi hajasema sasa kama public. Wewe mwenyewe una mpenzi? Of course. Unaye? Yeah. Unamwamini umwamini? Sio kwa asilimia zote. Samahani pia baby, I'm sorry kama nakukosea, lakini sikuamini asilimia zote. Morant. Simeniambia niwe mwazi. Morant. Mimi bado sijui kama naleka wazi bwana. Sijui kama nina mpenzi au sina mpenzi. Upo. Okay. 50-50. Umelala? Nimelala. Baridi poa basi. 50-50. Una stream na stream. Kwa nini unaonaje huko? Ukiwa sijui sana, lakini nadhani ukiwa kwenye sehemu ambapo unaweza ukasema me I have a girlfriend and then pale inaweza ikapita hata masaa 48. No, okay, of course sija kutext then mimi sielewi kama tuna date au tunafanya. Hivi relationship inatakiwa mimi nitafute sana mwanamke au mwanamke? Hapana, ni 50-50. 50-50. That's relationship. Everybody should be responsible. Of course. Like ukiwa unafanya wewe peke yako, maana yake tunasema ni one side up. Inakuwa hivi sasa. Inakuwa hivi. Yaani mapenzi ili yawe mazuri iwe hivi. Ngoja tufundishe ambaye yuko kwenye relationship Sema huyu. Uendelee, wewe tupe tu hizo hapo. Sawa. Pita kwenye vitabu saidia public au twende. Ndio hicho nilichosema. Inatakiwa iwe hivi, isi hivi. Kuna mmoja anayevutwa sana sio sahihi. Anayevutwa sana sio sahihi probably. Kwamba umeshindaje hivi na hivi, hamna kitu hapo. Tafuta mtu ambaye funika hivi. Mimi kuna mpenzi nilimwambiaga umeshindaje, akaniambia 2 bila. Lakini 2 bila. Sasa ni mapenzi hayo. Umeona? Si mtani. Mpenzi wako ni mtani wako. Kwa mimi personal ninachohisi ni kwamba as a man, especially ambao tupo kwenye 20s hii, inatakiwa upate mtu ambaye yuko very obsessed na wewe ili usiwe distracted kwenye mambo yako. Mtu ambaye yuko very obsessed na wewe, afu wewe ndio hiyo kazi yako kuwa obsessed pia. Hapo sasa my brother, kwenye kuwa obsessed kwa Kiswahili labda maana yake ni kwamba upate, yani kama wewe public unahitaji mpenzi, make sure ule mpenzi kwamba kama yeye ana 80% kwako. Sasa hapo sasa magumu mzazi. Lakini ipo. Hivi unajua nini? Mimi naamini kwamba take your time, just take your time and then kila kitu utakiona. Lakini wewe sasa ndio ukienda kutoa 80, kumbuka wewe ndio unapambana bro. Mimi ninachoamini kwa watoto wengi wa kiume, mindset yako inatakiwa iwe fresh. Like kitu kinachokuja tunasema mental health, inatakiwa iwe fresh, iwe clean. Kwa kuna muda inatakiwa kuna vitu viache, kwa sababu ukiangalia kesho kinaweza kikani distract, kikanisimamishia mambo yangu mengi. Uko correct. Hautakiwi kuwa distracted kwa mimi hata nikipata girlfriend right now, then me I'm good at psychology. Yani hicho kitu ambacho natakiwa pia
Sasa ile neno nilokuambia kwamba Sakati, you have to study those books of Sakati kama DSM-5 na nini, utakuwa vizuri zaidi. Kwa hiyo umeshaona kwenye psychology pia unaona vitu vingi. So mimi hata nikipata girlfriend right now na nikajaribu kumweka kwenye mazingira ambayo natakiwa nimuone sasa pande zake zote mbili. Akishindwa kuqualify then si focus. Hivi hizo nguvu zinatokea wapi za kumuona kwenye pande zake zote? Si ndo unajua kila mtu ana flavor zake. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo umeviweka kwamba mwanamke anabidi asimame hivi na hivi na hivi. Kama basics za mahusiano. Basics za mahusiano. Sio za mwanamke. Sio za mwanamke. Za mahusiano. Mahusiano wewe ulionayo. Ona. Tutapoteza muda kulielezea hili. Inatakiwa kuna basics za mahusiano, kuna basics za mahusiano yaliyo na afya sahihi, ndio yaliyo na afya bora. Kwa hiyo ikionekana zile basics hazipo, hazifiki hata 50-50, then hamna kitu hapo. Fanye hivi. Hata 3 basi. Basics. Tupe basi hizo 3. Communication, hiyo ndio muhimu sana. Kwa manufaa ya views. Of course, kwa manufaa ya views, communication. Asikwambia mimi nilikuwa busy, hamna ubize bro. Hamna ubize. Mungu peke yake ndio yuko busy. Elon Musk anafanya vitu vingi kumbuka, lakini bado anapata muda kwenda kutweet pale ujinga. Every time. Every day ana tweet. Ana own more than 7 companies, ana share ngapi, lakini bado anapata muda. Tuwezi kuniambia mimi ulikuwa busy siku nzima. Simu yangu probably amna siku umenipigia mimi simu yangu nipo nayo muda wote hapa. Kwa hiyo naona kila kitu. Ndio maana hata ukienda kwenye new na masaa 7. Hayo maneno baba umeongea nataka kunitoa machozi. Kwa hiyo maana yake mimi yule mwanamke kumbe siku aliniongopea. Kuna point, kuna unasikia nini? Amenikumbusha kuna mimi mmoja nimeona ya Kenya. Demo alitoka asubuhi na suruali. Jioni akarudi na sketi. Anamuulizaje? Wewe ulitoka wapi asubuhi? Ulitoka na suruali. Saizi mbona unarudi na gauni si sketi hiyo? Akamwambia mafriko hayo. Mafriko gani hayo? Kwa hiyo cha kwanza nimesema kuna communication, mawasiliano wazi. Yaani mimi ambapo mpaka nimeamua wewe kwamba you are my girl. Yaani wewe you are my girlfriend. Na wewe umeamua he is my man or he is my boyfriend. Then we have to cross share kwamba I'm going through this and this and this at some point. Sio kila kitu utashare na mtu, si ndio? Lakini kuna namna mpenzi wako akija kukushirikisha baadhi ya mambo fulani, unaona kwamba okay, so mimi pia nipo kwenye siko yake. Kuna hivyo vitu kama hivyo. So uwazi. Kuna point fulani lazima kuwa kuna uwazi. Kwa ninavyo ambaye anaweza kunikosoa hata nikosoa. Uko sahihi mwanangu, kwa sababu mwisho ya 3 hebu saidie kwanza. Ambapo unaijua nyingine. Mimi naamini labda ni uaminifu tu, kuaminiana. Kwenye basics, okay. Umesema communication, uwazi. Uaminifu ndio ki trust. Trust maki inakaa kwenye uwazi. Naweza nikawa mwaminifu. Hata of course. Trust, right. Naweza nikawa nakwambia kila kitu lakini mimi I don't trust you. So umeelewa? Sure. Kwa hivyo vitu 3 vya muhimu nadhani hivyo hapo. Yani mimi bwana naweza kitu kikubwa kinachoua mahusiano mengi kama experience. Uaminifu, communication. Brother, communication. Mimi communication kwa saizi communication. I will go with it. Bro, listen, niggas be cheating. They have 9 girls, 10 girls, but they have one girl, special one, like the special one. Mimi akiamka tu ni uaminifu. Lazima mtexti. Uaminifu brother. Kwamba me I hate lies. Mimi hapa. Unaona unasema you hate lies. Wewe ni muongo pia. Of course mimi ni muongo. Kwa hiyo communication is the key. Communication bro, yani hiyo ndio key. Mamako ampigia mara ngapi kwa siku? Mwisho nimeongea naye. Kuna vitu muhimu mna discuss naye? Wapi? Tunapiga story. Communication. That's my point. Communication. Mama yako anaweza kukupigia simu tu. Vipi public, umeshindaje? Fresh michaka. Poa. Communication. Basi inabidi mimi nibadilishe psychology yangu. Mimi miongoni mwa kitu ambacho naamini sana kwenye mahusiano, cha kwanza ni uaminifu. Tuaminiane. Hivi unajua kwamba uaminifu unakuja pale I mean communication ikifa, trust dies. Mimi naamini communication is after, baada ya uaminifu. Kwa sababu gani? Communication is after. Unajua? Baada. Wakati unamtafuta mpenzi ulianza kwa kumwamini au kwa kuwasiliana naye? Nilimuona. Ulivyomuona? Nikaamini anafaa kuwa kwangu. Ulivyomuona ulienda kuzungumza naye. Communication first. Communication everything. So kama yani ulianza na communication, along communication utafanya kujiuliza kwa watu wengine pia. Unajua tumezipanga vizuri. Mahusiano yenye afya bora ni mahusiano kwanza ambayo yana good communication. Oh yeah. You don't communicate that bro. Unajua nini public? Ngoja niweke simple. Unasikia? Mchumba huyu hapo ulimuona, si ndio? Ulipomuona ulimtamani,
Sisi wanaume tumeumbwa kutamani, si ndio? Ulipomtamani ukaenda kuzungumza naye. Umeelewa vizuri? Ulipoenda kuzungumza naye, ulizungumza naye nini? Ulikuwa muwazi. Umeelewa? Ukaanza kufunuka, mimi naitwa Public bana, nafanya 1 2 3. I think I love you bro. Umeelewa? Sikia, tunaongea tu. Umeelewa? Huko anakuacha narudi pale pale uaminifu. Ndio hivyo nataka nimpeleke, unasikia, nampeleka hapo. Umeelewa? Ukawa muwazi kwake. Kuwa muwazi, akakubali kwa wako. Alipokubali kwa wako, what comes next? Trust. Mnaanza kuaminiana. Sasa mnaanza kushare vile vitu vya ndani kwamba unajua kwa nini mimi na dada yangu wawili. Umeelewa vizuri? Unaanza kufunua sasa. Unajua kwa nini nakwambia uaminifu ndio kila kitu? Kuna mwanamke niliwahi kuwa naye kwenye mahusiano. Mkubwa, mimi alikuwa amenizidi umri. Sawa Usicheke. Mimi natoa somo vitu vyako ni mkubwa yule dada. Yule dada miezi 3 au 4 nyuma ametoka kupewa talaka. Tunaelewa? Sasa msichoke. Mimi najaribu kuwaelimisha. Umeona? Yule dada wakati niko naye kwenye mahusiano alikuwa ananitreat mimi kama mtoto. Si unaelewa? Lakini what was the aim ni kwamba kuna siku moja tumekaa tumepumzika. Akaniambiaje? Hivi wewe unaamini nini kwenye mahusiano? Umepumzika umekaa na dada. Hivi unaamini nini kwenye mahusiano? Niliongea ushubwada, upuuzi fulani. Akaniambia, si unajua? Akaniambia basi miongoni mwa kitu ambacho kinavunja ndoa nyingi ama mahusiano mengi yanakufa ni kutokuaminiana, bro. Mnaweza mka-communicate namna ambavyo mna-communicate. But if kama nyinyi hamuaminiani, brother, mna sehemu mnaenda. Baba zetu na mama zetu mpaka leo wanaishi kwa sababu waliweka kwanza kipaumbele cha kwanza ili tufike tunapotaka. We need to trust each other. Si unanielewa? Niamini mimi Braille. Nguzo kuu za trust ni zipi? Ni uamini, yani after uaminifu. So listen brother, uaminifu, right? So listen, ipo hivi. Kwa hiyo wewe unaweza, let's say huyo mpenzi wako unaona saizi. Let's say akaenda Tanga labda hapo. Alafu ukakane kwa sababu mnaaminiana na of course mnaaminiana hivyo. Communicate miezi 2. Possible for you. Ipo hivi. For you. It doesn't matter. Possible for you, jibu tu. Haiwezi kuwa possible kwa sababu gani? Ndo nataka niwaeleweshe kwamba communication ni kitu ambacho kinaweza kuwepo ndani ya. Sijui mnanielewa? Wewe na yule mpenzi wako daktari. Sawa? Uko wapi? Ndo naingia zangu hospitali hapa sasa hivi. But end of the day hakuamini, yani hata kama unaongea naye. At the end of the day, communication mwanangu. Morality, mimi nawaambiaje dunia ipinduke kaichi ni mwanangu. Unajua nini? Trust unaoisema. Huyu kuna kitu amekwambia moral. Kwa nini usaliti umekuwa mwingi sasa hivi? Kwa nini usaliti ni kitu ambacho kinatuzunguka kila siku? Hata poor communication. Poor communication. Unasikia? Ngoja nikwambie kitu. Poor communication. Kuna kitu amekwambia Morant hapa. Kuna kitu amekwambia Morant. Amekwambia hivi. Trust kama ilivyosema, it's true, sawa. Lakini ile trust ife, kitu cha kwanza tutawasiliana. Mimi nakuamini mpenzi wangu, umeenda Tanga, si ndio? Umeenda Tanga kwa sababu nakuamini, hatujawasiliana wiki 2. Si umeelewa? Subiri. Kwa sababu nakuamini, hatujawasiliana wiki 2. Umeelewa vizuri? Upo Tanga. Kwa hiyo mimi nibaki tu kwamba safe, yupo Tanga, she is working, she is on vacation. Ngapi leo na mpenzi wako toka asubuhi? Yuko 50-50 amekwambia. 50-50. Siku ya pili wewe sijasema. Pole brother, tutakupa pana ndio utakunywa. Kwa hiyo nilichokuwa nasema, unasikia? Mbona kama wewe hapo siku ya pili. Siku ya pili mwanangu mrembo paka leo kamicha. Yaani mwanangu anatoa message, umeshindaje? Mimi stumi pia bro. Afu kweli general never bounce. Au tumi nini? Message. Sikia huyu Brandon anakimbia, Brandon. Give the same vibe. Subiri basi msikize. One thing about me, I give the same vibe. What you give me is what you get. Simple. What you give is what you get. Skia. For me, I don't need like his mental issues. Mi sitaji mental issues. After pia wa mental, I have a lot to do. I have a lot on my plate. I'm 22 years old. Afu na vitu vingi vya kufocus kuliko mapenzi. I trust like wewe jamaa. Umewasiliana mara ngapi na mpenzi wako leo? Alikuwa seminari, anaweza kwamba 10 mezi. Nijibu, mara ngapi umewasiliana leo? Tokea ilivyofika saa 12 asubuhi. I'm single. Wewe nitakupiga.
Wewe single wakati wewe. Kwani mimi nimeoa kwenu? Mbona unanikazia hivyo bro? Basi sawa, uliachana naye. Ulikuwa unawasiliana naye mara ngapi? Tulikuwa tuwasiliani sana. Baba wanangu ni mahusiano mazoezi. Hao wanawake mnawatoa wapi? Wewe wanawake unawatoa wapi bwana? Mimi kwanza, miongoni mwa kitu ambacho namshukuru sana muumbaji wa ardhi na mbingu, warembo ninaowapata actually wamenyoka. Sema mimi nitampata kwa sababu saizi I'm good in communicating. Nyinyi pia changamoto yenu moja nimegundua, sio wazuri sana kwenye matamshi mazuri kwa wapenzi. Mimi nina matamshi mazuri. Hapana, ndio maana unasikia mpenzi wako ambaye naye ambaye hakupi time. Mimi nipe wiki moja. Brother, wewe atakuwa ananitumia mimi good morning. Wewe nipe. Mimi sinakwambia. Unasema hey chat. Mimi nakwambiaje? Hapo unaambia hey chat. Mimi nakwambiaje? Naambia viki kitu kimoja. Unaona namna ambavyo Mwenyezi Mungu aliamua kumtoa mwanamke kwa mwanaume? Aliamini pia ni kiumbe ambacho muda wote kinahitajika kuwa hivi. Akuumbwa. Nisikilize nikupe somo dogo ili ukarekebishe mahusiano yako. Hivi. You feel me? Hakuumbwa mwanamke, si ndio? Katolewa wapi? Huku. Kwa hiyo huyu hatakiwi kutritiwa the way ambavyo sometimes kuna mood swing. Tunaelewa, lakini hiki kiumbe brother kinahitaji malezi ya tofauti sana, na ndio kiumbe cha tofauti sana duniani kuliko viumbe vyote. Wako wengi kuliko sisi. Listen mwanangu. Hata wewe hapo mpenzi wako wewe, let's say akija kudate na mimi. Hata akiachana na mimi, hawezi kuja kukuhadisia hata nihadisia mimi. Simple like that. Yaani sijaelewa. Unaweza kumsaidia? Hata wewe mpenzi wako unasema kwamba wewe nifundishe mimi. Yaani nikija nikadate naye mimi, baada ya kuachana na mimi ndio nisikilize. Aje kwako. Sikiliza sasa. Mimi brother atakuwa ananihadisia. Sikiliza. Going yani kidogo twende haraka. Nataka niwape confession moja hivi ya usaliti katika mapenzi. Yaani unajua tunaongelea relationship. Nataka nikupe wanawake. Wewe sasa unamwamini sana, trust and everything. Check hii hapa. Mimi nakupa hii. Sawa Morant. Listen and you tell. Niko kwenye relationship ya miaka 5. Boyfriend wangu 5 years. Amenipenda sana na familia zetu tayari zinajua tumepanga kuoana. Umeelewa? Lakini kuna kitu ambacho hakuna mtu anajua. Mwaka mmoja uliopita nilimsaliti. Na mtu niliyemsaliti naye sio stranger. Familia. Ni kaka yake mkubwa. Piga pini hapo afu endelee. Kamsaliti, so it means ni kupungukiwa kwa nini hapo? Trust. Uaminifu between each other. Endelea. Si ndo maana kuchitiana. Unafikiri watu wanachitiana kwa sababu gani? Ifu akuamini, wewe muamini, unatafuta mwingine. Unajua nikijaribu kurudisha mbele, kamsaliti na kakake mkubwa. Yani sijaelewa, yani kaka yake mkubwa na mshikaji. Wewe mimi kaka yako, sio? Demu wako. Mke kwa sababu familia inajua. Amekusaliti wewe kwangu mimi. Mimi similiki bastola bro. Sikia sasa, twende. Anakwambia hivi, ilikuwa baada ya family gathering. Tulibaki kuongea usiku sana. Yeye na shemeji. Yeye na shemeji. Mazungumzo yakageuka kuwa kitu kingine. Nilijua ni kosa kubwa, lakini tulijikuta tumelala pamoja. Siamini hicho kitu cha tujikuta. Umeelewa? Ni maamuzi, uongo maana. Maamuzi. Mliamua. Nilijitahidi haitatokea tena, lakini ilitokea mara kadhaa na kadhaa na kadhaa. Si unaelewa? Sio mara moja. Sio mara moja. Ikawa ni muendelezo. Ikawa muendelezo. Sasa kinachoniumiza zaidi ni hiki. Sikia hapo. Sikia. Niko mjamzito. Na sijui mtoto ni wa nani kati ya hao wawili. Kati ya kaka na mtu wake na mdogo wake. Shameless. Boyfriend wangu anafurahia sana ujauzito, akiamini ni mtoto wake. Wakati mimi kila siku naishi na hii siri. Najiuliza kila siku, nimwambie ukweli hata kama inaweza kuvunja familia nzima, au nibaki kimya na hii siri milele? For my take, abaki kimya milele. Asithubutu kwa kuwa damu ni ya ndani mle. Kinyamwezi. Wanawake na mambo mengi sana pia mambo. Ndio maana 50-50. Sometimes we say we are single not because hatuna wachumba, tunao, lakini pia wanaume pia kuna level nitakiwa ufika kutambua pia. Mimi pia naamini kuna kitu kimoja wanaume wenzangu. So it's like a gents talk, ndio?
unaona wanawake tutakaokuwa nao na tutakaowaoa, tujaribu kidogo kuwa binadamu ambaye hautabiriki. Naelewa nikisema utabiriki? Tunakuelewa. Umeelewa? Yani usiwe mtu ambaye unakalilika. Umekiona unachokiongea? Umekiona kile kitabu pale kimeandikwa Dark Psychology, afu kimeandikwa 7 in 1. Ndio kina hicho kitu unachokiongelea. You feel me? Ile inasaidia sana. Kwa wewe unaona ni bora aseme au akae kimya? Usiseme kwa sababu moja. Utakaposema kuna kitu kimoja utakiibua hapa katikati. Vita. Alafu brother, amna kitu kibaya kinauma kama mke. Girlfriend unaweza ukampoteza. Mpenzi umekaa miaka 6, Kinyamwezi, blessing, wewe nenda, utapata mwingine. Brother, mwanamke ambaye umeamua kuishi naye kila siku katika siku 365 za mwaka. Mnalala wote. Sometimes kichele, sometimes mna nguo. Ndio. Si ndio? Mmezaa, let's say. Jamaa walikuwa hawajazaa. Kwa hiyo jamaa manake anahisi huyo mtoto anayekuja ni wa kwake. Na anafurahia hiyo. Vaa viatu vya huyo mwamba. Mpenzi wako anakuita sehemu mmekaa mmepumzika, afu mna ndoa labda miaka 3. Hawajafunga ndoa, ndo anaelekea kufunga. Sawa, manake huyo tayari ni mke. Shaka kwenye miaka 5 ni mke brother. Kitendo cha wewe brain leo iko ndio kwa kwenye familia ya mtu kumtolea hela. Wenyewe anaita posa, si ndio? Kama baba yako na mama na baba yake wanafahamiana. It means huyo tayari mke brother. Sasa how kama unakuja unamwambia mshikaji eti bwana himi. Alafu sasa kibaya zaidi kaka yako. Tengeneza hiyo pain wanangu, wewe mke anauma. Tukirudi pale pale ili swala la mahusiano, tukirudi pale pale. Zile basics 3 zikifuatwa, mambo yanakuwa mepesi. Of course yes. Ila the one and the most trust. Hayo mahusiano, huyo mwanamke ukikaa naye, kuna kitu tu atakwambia kinachohusisha trust. Hao watu wende wakawa wanafahamiana, mpaka wana family gathering. Unajua familia ikishakuwa na family gathering it means kidogo. Mnanielewa? Ndio. Tofautisha na sisi familia zetu za misongo mbingo. Sasa familia na family gathering anataka kutu. Umeona? Mimi kwa my take asiseme kwa sababu huyo Mnyamwezi atakuwa yani navaa viatu vya huyo Mnyamwezi. Unajua sometimes hivi vitu ndio vinapeleka mwanamke atachukia familia wake. Kaka yangu baada ya wewe mimi unalala na mke wangu, atamtenga brother wake kwamba mke wangu sio mpenzi. Alafu sasa kitu cha ajabu ambacho unaweza ukakikuta bado wewe brother wake ana mke pia. Sure, japo hajasema. Lazima atakuwa na mke. So hapo ndo utaelewa mambo. Give us a take home. And take home tunasema at the Vibe Podcast we have a take home. Yani tupe, ongea, yani be free. Chochote kuhusiana na hizo kwa sababu mimi kwa kweli machozi yananitoka guys. Yeah, funga wa episode 2. It was about Yuda Iscariot. We talked a lot. Umetu surprise sana, umeongea vitu vingi sana. Mimi sijafika pale ambapo nahitaji nifike. Ila kitu kimoja ambacho kila mtu anatakiwa kwenye mentality yake akiweke. Wewe ni wewe. Okay. Hakuna mtu anakuja mwanangu kukupa mkono ili akupeleke sehemu, lazima ujipe mkono mwenyewe kwanza. Lazima ujipe. Kwa hiyo nitakiwa ujipe mkono ili watu waje wakupe mkono. Hakuna mtu ataamka tu saizi atakuja kukufuata nyumbani. Of course wewe ni doctor, si ndio? Let's say msema kuna mwanao unakaa naye kijiweni ni doctor, lakini bado anachakalika pale. Sasa unajua ambaye doctor atapata kiwepesi ni yupi? Ni doctor ambaye atajipeleka sehemu kujitolea bure fresh. Mimi nitatumia nauli yangu kwenda pale. Nitatumia nauli yangu. Nitakula kwa hela yangu pale. Ila acha nikajitolee pale. Sio, unaelewa? Kashajipa mkono mwenyewe kwamba this is my life. Yani kwamba hamna mtu mwingine, hamna mzee, hamna nani, washamaliza. Unachomaanisha hapo, wanachomaanisha na nili. Nishaye kufanya kazi sehemu 2. Afu silip. Umeona? That's it. Tengeneza. Today where you at? Nafanya kazi saa 1 asubuhi mpaka saa 8. Silipwi. Naingia sehemu nyingine saa 8 mpaka saa 12 asubuhi. Na hiyo sehemu nilifanya kazi miezi 8. Saizi uko wapi? Umeona kwa kile kitu ulichokifanya pia kile kutengenezea njia kwa namna moja. Kwa by closing the show, the Vibe Podcast episode 2, we are out, but simama, nenda kafanye kile unachoamini unataka kukifanya.